Yeah, we have. Yep. Okay. What's poppin'? All is well, bro. Karibu sana brother. Shukran. Bro, umetoa glasses. Yeah. Nione vizuri kamera. Okay, that's good. Yeah, bro. Yeah, this is Life Asili podcast. Yeah, bro. Karibu sana. Shukran. So this is Life Asili podcast episode 10. Kwa hiyo leo tuko na mgeni. Ndugu yangu sana, a very old friend. Watu wengine wanasemaga child friend. Yeah, kitu kama hicho. Yeah. Amekuwa rafiki yangu wakati tuko wadogo. Natumaini leo hato nisuu wala hatotoa siri zangu. Hatotoa siri zangu za utotoni. Kwa hiyo I'm very glad to see you, brother. Me too, bro. Appreciate sana. It's been long hatujaonana. Yeah, ni muda sana tumekuwa hatujaonana. Nimekuwa nikitamani, it's fine brother. Yeah, tuliona. Umeona, nimekuwa nikitamani tuweze kufanya kitu kama hichi for like last year. Yeah. Sema tulikuwa tunapishana. Mimi niko Dar es Salaam, wewe uko Dodoma. Mimi nimekuja Dodoma. Huko sijui where did you go? By the way, au kuvuka boda. Hivi kuna mpaka kwenye yale maji, kwenye yale ziwa. Oh, Zanzibar na Tanzania in the same country bwana. Zanzibar na Tanganyika, yeah. You didn't even go to Zanzibar. There is a place you went like ilikuwa ni Manda. Where's Manda? Ni ziwa Nyasa. Ya Nyasa exactly. Unaongelea Malawi. Yeah. Yeah, sahi. Okay. So tukawa tunapishana kama hivyo. Yeah. But Lucky Stars tumekutana wote tuko Dodoma. Yeah. The city where all it started here. Yeah. So it begins. Yeah, kwa mimi nisianze kupiga story nyingi sana kabla sijakutambulisha. Yeah. Kwa hiyo na utambulisho wangu mimi kwenye Life Asili podcast ni kumwambia mgeni ajitambulishe. Yeah, so you can introduce yourself simply, watu waweze kufahamu tupo na nani leo, and then what do you do? Really? Okay, fine. I am a drug smuggler. I'm a drug smuggler. Yeah, let's go. Yeah. Okay. Naitwa Prince Yogo Mkame Cedric. Actually mimi ni mzaliwa wa Dodoma, lakini ni Mchaga, and what I'm doing right now in Dodoma, real estate. Again, real estate. I'm glad he introduced himself that way. Yeah. Ni kweli. Yeah, that's good. So, yeah. Karibu sana brother. Shukran sana. Nimefurahi kuona Dodoma imebadilika. Yeah, for the best. Yeah, sana. Mwana Dodoma imebadilika, imekuwa nzuri. Kumekuwa na machimbo mengi. Watu wameongezeka. Yeah. Zamani ilikuwa tukikatisha hivyo unakutana na mtoto wa mzee Mroso, mtoto wa mzee Urio, like zamani kwa babu barabara 10 Makole, like the same family. Yeah. Sasa hivi mji umetanuka. A lot of new people wameingia. Yeah. Hiyo ndio uzuri wa Dodoma, inazidi kukua. Na hiyo kweli tunaweza kusema sasa Dodoma kweli ina hadhi ya kuitwa jiji. Yeah. Someone is calling you. Yaani ndio the last person ambaye sitapakio kuwa na simu yangu kwenye ringtone. Like, yeah, I don't know what happened. Sorry guys. Exactly what exactly. Okay. So umefurahi. So now we are in the central zone. Wenyeji tunaita East Zoo. East Zoo. Yeah, mtani kwako kwesi ndio kwa ni East. Yeah. East Zoo. Yeah. Lakini wengine wanaita Dodoma City, Dodomia, whatever they call it. Jangwa, desert. The desert. Wengine kipindi kile kwa wanatuita semi desert, lakini sasa hivi wanakimbilia wanakuja. Dodoma jua kai semi desert. Wanakimbilia wanakuja, lakini pia wengine wamekuwa wakiita like a Washington. Have you ever heard people wakisema hiyo kitu? Yeah, mimi napaitaga Las Vegas. Las Vegas. Yeah. That's true. Yeah, ukiwa juu Dodoma, ukiwa juu mitaa kama Udom Dodoma kuna view kali sana. Yeah. For this Las Vegas. Angekuwepo JPM Dodoma sasa ingekuwa wow. Ingekuwa that's the best. Kindo let me bet my dom on like okay. You're doing Ghana. Yes. I'm doing Ghana, but right. Kuna World Cup. World Cup for real, mimi nimekuwa nikitizama lakini imekuwa ikinikuta, yani sio kwamba mimi naifuata. Imekuwa ikinikuta nakuta bao.
kama hivi unakuta labda nafanya podcast na watu and stuff. So jamani, tuko na juice, ni kinywaji tu soft leo. Ni kinywaji tu soft. And brother, kwenye kuuliza wewe kama mwenyeji, wewe kama mwenyeji, sasa huyu jamaa waga na pujo nyingi sana. Mimi na kila kitu mwana. Kila kitu unayo. Isadame mama. Tuko live. Bado niuliza. Unafanya nini? Niko mkemia naandaa vitu. Wewe kama mwenyeji, sawa? Wewe kama mwenyeji wa Dodoma, then wewe kama mwenyeji wa Dodoma, unaweza ukaitambulishaje Dodoma kwa namna ambayo watu hawaijui? Like how would you say kwamba this is Dodoma, like you are Dodoma ambayo you believe foreigners, wageni kutoka mikoa, sababu na sisi hivi tunaita watu wa mikoa. Au sina hadhi bado ya kuwaita watu kutoka sehemu zingine kwamba ni wa mikoa. Watu wa mkoani. Bro. Dodoma. How would I introduce Dodoma? I don't know, man. How would you say like hauwezi kuielezea Dodoma tofauti na ambavyo watu wengine wanaielezea? Yes. Karibu brother. It's the best city. I don't know kwa sababu labda nimezaliwa hapa. Wewe unakunyesha vinywaji vizuri. Wewe unanyesha soft drinks. Mimi mambo sijazoea. So vitu vyako hapo. Dodoma, I think okay. Dodoma kwanza hamna foleni. That's the good thing about Dodoma. Kuna traffic jams. Hamna traffic jams. Na ndio iko mimi ninachopenda about Dodoma. Yes, and talking about traffic jam, do you think kwa nini hamna traffic jam? Kwa sababu hamna population kubwa bado au ni miundombinu mizuri? Miundombinu mizuri pia watu wako punctual. Okay. Naona hilo dongo linaenda kuyatipani. I can see that. Like watu wako punctual. Si ndio? Watu wako punctual. Sio yani I don't know, sio mnakutana wote mko barabarani mna ofisini no. Kila mtu anajua anachokifanya Dodoma. Ndio maana uko unaita kila mtu ni mheshimiwa, unajua. Wanaiweka kauli mnatumia gani? Tujuane. Sahihi. Tambuane, give me the code. Apart from that, Dodoma vimora vingi, kwa hiyo hizo vya lazima sio kuna jitu lazima vimenyooka. Sure. Pia Dodoma security yake iko very good. Anyway, Dodoma kuna security nzuri. Mimi natoka pale Makole naenda natoka Rainbow naenda Makole pale kwa miguu na kuja saa 9 saa 10. So I'm drunk. That's a good brothers to have unanili hamna shida, karibu tu gonge cheers, so it's a good and then tuendelee. Karibu kisha mimi na panzi watu nani, nilikuwa na brother wangu mmoja kwa ananiambia nikiacha kitu cheers brother. Okay, cheers. This is Life Asili podcast, is good. Hauwezi kuonekana unachukua tu and then tupande cheers ya pamoja for this episode. Okay, let's get one cheers for this episode. Cheers. Leo ndugu zangu na wanywesha soft drinks. Kunywesha matunda leo. Ongeza damu. Najua tukimaliza off the camera za mtaenda kujilipua. So weather Dodoma is very fucking cool. Really? It's very cool, Really? Like how would you say the weather at Dodoma is cool and then it's a bit harsh? Why? Like mchana jua linakuwa kali afu ni kavu. Lakini kuna upepo. It's not hot. Lakini jua kali, joto kali, hamna upepo. Okay. Ukichukulia Arusha unajua kuna muda inakuwa kuna lile jua, yani lile jua lenyewe na vumbi, alafu na ule udongo unakuwa tifti. Exactly. Alafu hamna ile coolness, sema hamna upepo. Sure. Ndio kuna baridi sometimes lakini ila Dodoma it's cold. Dodoma kuna usiku kuna baridi, mchana kuna. Au unasema hivyo kwa sababu labda most of the time sio like you're not a day walker, ile unazurura sana. Kuzurura sio mambo ya raia. Real estate, of course you told me that. Kwa hiyo lakini sasa nimezoea jua Dodoma, sijui nasema. Mimi nimerudi nimeshangaa. The first day nimekuja. Ili yangu pale nakumbuka nimefika.
nimekaa siku moja. By the way, tunaweza kaona kama what are you saying like mimi ni mwenyeji wa Dodoma kwa hiyo I'm not trying to be like those people ambao they be like mtu akienda UK anakupigia simu like hey is Tanzania is it still rain there in Tanzania? Mvua bado zinanyesha huko. Siku hizi vipi? Yana kwa nauzia vitu ambavyo make sense. Exactly. Like kuna mtu alikuwa anamuuliza mwenzio kwamba hivi watu wanatembea kwa peku bado Kampala. Unajua Kampala East Africa wanasema sana. So nimekuja nipigwa na jua moja hiyo. Nimerudi nyumbani ngozi ilibabuka. Like I don't know kwa sababu kuepo Dodoma for more than the near. Ni weather Simwili pia umepata nani tofauti. Mimi nilikuwa najua kama zamani nilikuwa natembea tu nitembea kutoka nilikuwa hapo hivyo nyuma kwa speaker somewhere pale kuna Open University mtaa hapo kwa Uzunguni. Nitembea kutoka pale mpaka Machinga complex. No, we don't call that complex. Machinga nini mnaita? Machinga complex. Ni complex na yenyewe inaitwa. It's a complex. Wow. Nikafika pale usiku nimevuta nyumbani kichwa kinauma. Wewe umetembea na jua la saa ngapi? Sikuta umetembea na jua la saa 8, saa 9, saa 7. Okay. Okay. Sawa. Nilikuwa natafuta matatizo. Kwani uko unatafuta nini juani ndio? I was like a barbecue. Nikasema like ukisema the weather is good kwa kuelezea hivyo ni kweli. Lakini we avoid hiyo saa 7, saa 8, saa 9. Okay. Yaani jua sio kama amna, lakini jua la Dodoma ina muda. Ndio nakwambia. Jua la Dodoma haiwahi kuanzia asubuhi mpaka saa 6. After that wewe jua yetu hiyo Dodoma hiyo jua lake hiyo it's dangerous. It's dangerous. That's good. Watu wengi wanatamani kuhamia Dodoma sasa hivi unajua. Tuwaambie au tuache? Like watu wengi wanatamani kuhamia Dodoma. Mkuje waje na niwe na inazunguka. Pesa iwe inazunguka. Pesa iongezeke sahihi. Lakini Dodoma ni mji mgumu sana. Nilikuwa na expect waseme hicho kitu. Basi ngoja nikuchochea hapo. Unahisi ni vitu gani ambavyo watu uko nje mikoa mingine wana illusion juu ya Dodoma? Sababu unajua kila mtu anazali Dodoma kwa heshimiwa. Kwa prices za Dodoma kwanza ni life in Dodoma it's kind of expensive compared to Dar. Japo Dar wanasema ni mji ambao umekuwa shit ya. Lakini Dodoma life is expensive compared to Dar. Na pia ukija kuanzisha biashara Dodoma usije umebahatisha. Uje umejipanga. Exactly. Uje umejipanga. Ukimaanisha nini? Wafanya biashara wengi wanakuja kwa kujaribu. Dodoma sio sema kujaribu. Like ile unajua kwamba watu wanakuambia unakumbuka kama kipindi kile tunakuwa watu wanakuambia Udom sasa hivi kuna hela sana. Kwa kuna mama wengi walikuwa wanatoka mtaani wanaenda kufungua vibanda kwa sababu tu wamesikia kwamba biashara sasa hivi ya kuuza chakula kule labda ina dili, kuna mafundi wanajenga. Kwa mtu asijaribu. Na ndio ile ndio ile group ambayo iliwaponza kipindi cha Magufuli alivyokuwa anaambia watu wahamie Dodoma. Watu wengi sana walikuja Dodoma kufungua biashara. Lakini sasa hivi naweza nikasema 80 au 90% ya zile biashara za wageni zimefungwa. Exactly. Zimekufa. Dodoma kuna frame nyingi kuliko nyumba za kupanga. Afu Dodoma dai kuna baa nyingi kuliko nyumba za kupanga. That is like literally we can say some people are living at the bar at the pubs and stuff. Ukija Dodoma wewe kweli umejipanga. That's good. Ni nzuri. Mimi leo sina maswali mengi. Naogopa kwenda kwenye maswali kwa sababu like you will ask me like questions ambazo they will trigger me. Unashangaa the most cool person in the planet hakuja na mkaba mtu like why are you doing this in front of a camera? You're doing this why? Yes, brother. Okay. So let's make this personal kidogo. Kwa sababu kwenye life asili we say like real talk, real life. You know? Of course. So let's make this a bit personal.
kwenye for the past month. Leo tuko tarehe 29 kwa mwezi huu wa 6. Ni kitu gani ambacho mtu amekufanyia and then ukasema like wow, this is good? Yani hichi kitu I really appreciate mtu amefanya kitu fulani kwenye maisha yangu. And then ni kitu gani kwa mwezi wa 6 ambacho umekifanya kwa mtu and then you are like okay, there is no cameras, hakuna mapaparazzi, lakini I'm proud of myself for doing this. Yeah. Kwangu mimi ni kupata hela. Okay? Yeah, president ambaye amenipa money this month. I really appreciate that. I'm grateful pia. Alafu na kumfanyia mtu frankly I don't remember. You frankly don't remember. Don't send out. Yeah, so nachokifanya kwa mtu akichukulia it's good. Kama akichukulia bad, yeah. Okay. That's good. Okay, let me jinx a bit. How much money was it? Like how was the amount? Why, man? I'm curious kwa sababu until you appreciate it like hata ikiwa 10k it's a good money. Okay, it's not 1,000 maybe like. Na yeah. So mtu mmoja exactly. Yeah. And now the moment was going to be like an awkward moment. You know those moments ambazo zinakuwa kwenye internet. Someone is in the internet and like are you in a relationship, and then they say like yes, I have a boyfriend or I have a girlfriend. And then what is the name? Yeah, and people be like yeah. Mtaja na sina kumtaja. Okay. Yeah, that's obvious. Ni nzuri na on my side naweza nikasema umekuwa ni mwezi mzuri, nimekuwa nikikutana na baraka za hapa na pale. I've been moving by blessing, I would say that. Umekuwa mwezi wa 6 mwezi mzuri. Ni kama tumeugawa mwaka vizuri. Like I can see in front of me like doing the podcast and stuff. Unajua nimekuwa nikijiweka kwenye consistency about the podcast and kwa sababu the account unajua ni ya muda Yeah, I know. My YouTube account ya tangu 2020 lakini imekuwa siposti and then I just said why not? Unajua tunazoea ile like why me then why not me? I just have to push it out and then huo ni mambo yanavyoenda. Yeah, and hiyo imekuja kutufanya tumefika kwenye this moment ambayo tumekaa hapa, we are having a conversation. Sahihi man. Kwa sababu bila hivyo huenda tungezungumza tu labda kwenye simu. Kwa kuna vitu vinakuwa vinapungua kwenye communication na binadamu. Yeah, sahihi. As I was saying earlier kwenye issue ya hizi mambo like mimi upande wangu, then nitakuuliza pia wewe upande wako. Mimi upande wangu naona miongoni mwa vitu ambavyo vinapotea kwenye generation yetu ambavyo havipaswi kupotea, vinahitaji kuwa reserve, ni the art of communication and relations. Like relationships between a friend and a friend, a brother and a sister, like ndugu, baba na watoto. Ni kama kitu kinachopotea na sababu kubwa ni lack of communication. Like the art of communication inapotea. Potea slowly. Kwa hiyo nikaona why not. Kwa hiyo hichi tunachokifanya pia kina sio tu kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya anayetazama, lakini for the next generation. Wakija mfano kama sasa hivi, wakija baadaye wanakuja kuona kwamba mjomba wangu, baba yangu alikuwa kama anazungumza hivi. Hata sometimes it's just a random face who is a Tanzanian like me alikuwa akizungumza. Ilikuwa ni mwaka huu, anasema sisi huenda kipindi hicho akawa anadanganya madogo, akamwambia kipindi hicho mlikuwa sokwe. Au akamwambia kipindi hicho mlikuwa labda hamjui hata Kiingereza, walikuwa very primitive, mlikuwa mnavaa ngozi whatever. Lakini kukiwa na vitu kama hivi basi wataona kwamba kumbe si tuko wanyama, and itawapa pia confidence ya wao kuendelea kumove na kuevolve zaidi, motivate a lot of new generation. Yes. Yeah, new bloods. So ni kitu gani kwako sasa ambacho unahisi kinapotea kwenye generation yetu ambacho kinastahili kabisa kuwa reserved? Kwa mimi I think ni maadili, sijui na niseme tu maadili, moral values, manners. Yeah. Gen Z inayokuja hii hawana values na mimi hawana manners. Kwa hiyo mimi ndo ninacho, yani sijui wewe kumbuka kipindi kile
tulivyokuwa tunalelewa na. By the way, you are Gen Z. I'm not a Gen Z, bro. Nah, really? Bro, don't do that to me. Kwani Gen Z na mwaka gani? We are Gen Z, bro. Like this, we are like the early ones. Sisi ndo mwanzo. Like sababu Gen Z by category ya worldwide wanasema Gen Z wanaanzia 97. 97? Yeah. Okay. So it's obvious we are Gen Z, like we are not proper Gen Z. Watoto mjini wanakuambia Gen Z ya maji ya asubuhi. Like 2005 na 4. Yes, nakwambia sasa si ni Gen Z maji ya asubuhi, bado mapema ya. Sasa hivi ni maji ya jioni. Maji yameshapoa. Sure. Yeah. Kwa ndo hivyo. So ovi. Okay, basi nichukulie watoto kuanzia mwaka gani? Kuanzia 2005 sijui niseme. Yeah, wengi hawana morals. Umesikia? So mimi wakumpiga mishale. This brother. Just kidding. Wengi hawana respect. Yeah. Okay. Alafu na wengi wanakimbilia maisha wengi wao. Okay. Yeah. Unajua, I don't know how this just came out. The last episode I was talking to someone. And then I can even just show you the highlight. I was talking to someone and the episode is about Gen Z. You feel me? The episode is about Gen Z. Gen Z. Yeah. The episode is about Gen Z. And then, you see? Yeah. Oh yeah. The lady Lord. You see, I was talking about this. Okay. Yeah. The episode was about Gen Z. Na saizi unavyosema hivi nafurahi kusikia kwa sababu tunakuwa tunapata perspectives za tofauti kuhusu Gen Z. And wewe kwa upande wako umesema like the generation inakosa manners, no morals and morals. Watu wanakuwa wanakosa zile morals, umesema wanakuwa kama wanakimbilia maisha. Yeah, sorry. Lakini kuna watu wengine wanaamini kama Gen Z wanakuwa haraka, sio kwamba wanakimbilia maisha. Yeah, na kwa watu wengine wanawapa points kwamba wamevunja, tuseme wamevunja hiyo generational curse. Yeah, yani Gen Z yani nani yao tuseme slogan yao tuseme they don't give a fuck. Yeah, exactly. They don't care. Yeah, they don't care. Hao ndo Gen Z. Kwa whatever happens, whatever doesn't happen. Kwa ndo generation ambayo sasa hivi inakuja kukua kwa kasi. Okay, so bado like there is something natamani kujua like kitu gani labda ambacho unaona Gen Z wanafanya mpaka ukasema wanakosa maadili. Ikiachana tuna hiyo. You are using TikTok, right? Yeah. Unaona Gen Z TikTok. I'm not using TikTok. No matter what you're using TikTok. Yes, you're not using TikTok. Yeah. Lakini unaona Gen Z yuko TikTok wanachokifanya. Like naona kwa kiasi, na unajua ubaya unakuja ni nini? Hizi socials algorithm inakuwa ina study unavyo nani wewe, lakini engagement yako ni kwenye content za namna gani zaidi. Exactly. Ukiangalia contents nyingi za watu wa TikTok, especially za utaona Gen Z wengi they've been going crazy and going wrong. Ukisema tutoe tu mfano mdogo. Kuna vitu vinaitwa vigoma si. Yeah. Ukiona Kigoma, angalia tu age ya wale watu ambao wako kwenye Kigoma. You understand what I'm telling you? And by the way, unajua ni ngumu sana. Yaani kama ukiangalia watu ambao wako 95, 96, 97, 98, 99. Alafu kaja ukamwambia na 2001 mpaka 2005. Ni kama watu generation moja, yani ni kama 2000 mpaka 2005 wamekuwa haraka. Kwa hiyo hata hiyo kuona kwamba kujua kwamba huyu ni mtoto inakuwa ni ngumu. Hicho ninachokisema sasa, I can relate. I saw some crazy shit kwenye Facebook. And then I was like, the account of a person like 2007. And I was like, this girl is very young than my young sister. Wewe tu mtu mzima unaona pesa I cannot do this. Hata kama mimi nakaa kwangu najilisha na jinini, lakini mtoto wa 2007 you know exactly kwamba mtoto anakaa kwao. Lakini ana zile guts za kufanya ambacho amekifanya. Na anarudi nyumbani. I don't give a fuck. That's true. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo unaona. Kwa hiyo wana ile tabia ya kufuata mkumbo, pia pressure pia. Hiyo unasema pia pressure. Ni kweli. Nilikuwa nazungumza na jamaa mmoja ndo Colbenos. Ilikuwa ni episode ya 5 na hisi.
nikamwambia mimi I think I will just call generation Z as zombie generation. Like the representation ya ile Z ni zombie generation kutokana na namna ambavyo a lot of Gen Z have been behaving. Kwamba ni watu wa mkumbo sana. Yani tukisema kwamba fresh mwanangu tunakiwasha like that. Watu ni kama they don't have fuel on their own, lakini they have fuel in groups. Sema kama hawajitambui, hawana ile hawana kujitambua kama personal, ile kujitambua. Nategemea umeona G ana Subaru, I want a Subaru. Wewe unajuaje G kapata that Subaru? I want a Subaru. Okay, I'll do anything to get a Subaru. And that point of doing anything. Nigga, G wezi jua G babake Mwigulu Nchemba. Wezi jua wana madini at their fucking home. Wewe unataka kumwiga G ana Mercedes. Ndio wewe peer pressure na muingiza mtu papa. Madogo wanaingia wanafanya vitu vya ajabu. Yaani madogo wana age ndogo wanataka mambo makubwa. Na hiyo unahisi inaweza ikawa imechangiwa na nini? Na explosion ya internet and stuff ama? I can say sijui ni kitu kama iko, na pia mimi niseme tu wanakimbilia maisha. Ni kama nature yao. Yani hiyo ni niche ambayo wanayo wao Gen Z. Okay, tunawasaidiaje sasa? I don't know man. Kwa mimi I just let them live their life. Okay. Hapo mna cha kuwasaidia. Hakuna. Lakini tu ni kama tunaweza tuka highlight kwamba there is a problem somewhere, na wao wakiweza kuitafakari basi inaweza ikawasaidia kwa namna moja au nyingine, wakaona kwamba okay, kumbe sisi ni watu wa speed sana, basi tujaribu kuwa conscious. Hata kama tuna speed lakini tufanye speed in a conscious. Unajua wetu mfano kwenye success haiji in 5 to 6 years. Sijui labda what you're doing, I don't know. Lakini kweli kwa kijana ambaye anza kujitafuta, success inakuja slowly. Kwa sababu unakuta wa Gen Z wengi, unakuta mtu umjue, labda mtu kakuzidi age, kasha tafuta alichokitafuta miaka hiyo kakipata, wewe unakiona sasa hivi naenda ukiaccomplish iko kitu in 2 years on 1 year. Hiyo kitu ni impossible. And sometimes watu wanaonekana they are younger than their age. Kwa kama sisi watu wakituangalia like wanaweza kusema maybe 19, 20, 21. So kuna 21, 22 kama wewe unashuka zako hapo kwenye Mercedes, afa anajikuta Gen Z anajifanya na miaka 10 na 20 na huyu kapataje? Mbona dogo tu dogo. Kumbe unakuta kabraza kana miaka 28, miaka 28 mtu kasha invest anafanya kazi zake muda mrefu. Kwa hiyo nataka kumfikia yule in 2 years on 1 year. Basema kitu kizuri. I was talking to one of my friends anaitwa Francis. Tunapiga story, umeona? Tumeenda school pamoja, but yeye hawakufanya masuala ya sijui kwenda university college. Alishagundua niche yake ni ipi mapema, akaanza kufocus kwenye hiyo. Umeona? Sasa mpaka sasa hivi ana tayari kama miaka 10-11 kwenye industry ya media. You feel me? Like 10 years. So 10 years, alafu mtu mwingine anaweza akaja tu from nowhere, fresh from school, and then anaanza kujicompare. Nataka kufika ilipofika. Ndio tulikuwa tunazungumza naye. Yeye anajua like struggle ambazo amepitia, anajua amepambana vipi, anajua kama unavyosema success inakuwa inaenda taratibu slowly. Sometimes we can go and then amna njia tufanye hivi. When you are learning and gaining experience, kwa sababu it's not about like sio sana kwamba ku hit the target, lakini the journey along, so ile experience hapa katikati enjoy na unajifunza vitu vingiza hii ovi man. Na pia Gen Z wasikia na danganya kama kuna juzi dogo, kuna dogo mmoja I really know that kid, kwa ni wakishua sana lakini akawa anajua kwenye sehemu moja hivi akasema ameinvest in 5 kama sio 5 ni 7 years. I think you saw that nani 5 to 7 years and invest. Exactly. Akaulizwa na worth gani sasa hivi akasema inakaribia bilioni. Nigga. Unajua? Unajua sisi ni wabongo. That is a pressure. Unajua sisi ni wabongo wenye hizo na yani ni very rare mtu kufanya, sijui labda unafanya labda madini
au vitu kama hivyo, lakini kijana mdogo, sababu yule amshua hajafika hata 26, 27 au 28 hajafika. Yule ni 25, 26. Lakini anakuambia kwa 7 years. Kwa tuseme alianza biashara zake kwa miaka 10 na si ndio? Lakini mpaka pale alipofika 7 years anakuambia tayari kashana ni kama hivyo. Like 1B. Kwa hiyo mtu kama mimi ambaye nimetoka chuo au ambaye nimekaa mtaani nikisikia mbona yule kama dude Asna anasema kwa maisha tu ya kawaida. Mbona mimi kwangu tu maisha ya kawaida. Wanasema like I've come from a mean beginning, so a humble beginning. Humble beginning. Kama siku tu sio hivi na hivi na hivi. I just come from a humble beginning. That's a lie. What kind of a humble beginning is that? That's a lie, bro. Ni bora tu uweke ukweli. Sababu watu wengi ndio wanasema sio mbaya kusema kwamba babako ni GSM. Sio mbaya kusema babako ni fulani kama support. Sababu mbona wazungu wanafanya hivyo? Mbona wazungu wanafanya hivyo? Wana support, mbona apart from wazungu wa Arabu hawa kina GSM kina Modouji, sio mtoto baba kaisha sehemu fulani akaja akashika Modouji kashapeleka paka sehemu fulani. That's easy. Na hata sisi kipindi tunasoma kuna watu walikuwa nasoma nao like maiza tu standard 7 barabara 7 6 pale mpaka sumeona sasa yani ndio hivyo. Kwa hiyo pia wanadanganyana sana yani. Mimi nahisi pia kitu ambacho watu wanatakiwa kufahamu ni kwamba path yani kila mtu aweze kujua kwamba like you have your own path. Na path yako sio lazima sana ifanane na watu wengine. Exactly. Inaweza isifanane na mtu yoyote duniani na tangu kuumbwa mpaka mwisho wa ulimwengu ukawa ni wewe tu with your own path. Sasa nakwambia kila mtu atazikwa kwenye kaburi lake. Tuko different. Kwa hiyo sitegemee kwamba mtu fulani alipotoboa na wewe utatoboa. Ni ngumu. Ngazi alizopita mtu 1B 1B billionaire client. Billionaire client 1B. Yeah. That's not bad. Ni kweli. Na okay, disclaimer like we just yapping. Kuna mtu nilikuwa namsikiliza alikuwa anatoka Povu mtandaoni akawa anasema sasa hivi watu wengi wamekuwa like, akawa anajaribu kuzungumza na wizara husika, anasema like UTT imekuwa gumzo mtaani. Exactly. You feel me? Kila mtu anakimbia, kila mtu anadanganya kuingia huko. Like kids have been going crazy like people have been cutting their pocket money they like they are saving like UTT bila kupata ile elimu ya UTT this road. Exactly. What hata umeona Yoshi wadogo anasema kwamba alikuwa na nini aka invest in stocks like for 7 years kuweza ku rise up like that you need to wake yourself up like inatakiwa ufanye a lot of things na uwe conscious kwenye like this business unatoa unaweka hapa na nini like sio kitu kirahisi tu kwamba unachukua hela unaenda una invest like ukiinvest alafu inarudi. Watu wanahisi ni kama tu ni kama sio wanahisije yani. Unajua vijana wengi wanadhani UTT ni kwamba okay napeleka 50,000 baada ya mwaka itakuwa 500,000. Hiyo hamna. Kwa sababu UTT unajua yale ni masoko yanapanda na kushuka. Sure. Kwa hiyo unaweza ukaweka hiyo labda tuseme unaweza ukaweka hiyo 50,000 yako ukakuta hilo soko limeshuka ukajikuta na 10,000. Kwa hiyo utabidi usubiri for another years hilo soko lipande. Na hata likipanda yani aliwezi kukulipa ile 50. Likapanda likaja 30,000 likakuwa yani lisikurudishia the same money ambayo una expect. Yani unajua UTT ni kama nini na need is Bitcoin. Lakini ile Bitcoin ile ni mtu anakusaidia kutrade. It's like a crypto, ni kama cryptocurrency lakini ni ambao sasa you are not using your mind, ni watu wengine wanachezesha. Exactly. Kutokana na market inavyo fluctuate. Sema kama mimi nije, sema kama yule mtu okay, nampa G milioni 1. Mimi siwezi kunani labda, siwezi kudeal na hizo mambo ya masoko. Nampa G anifanyia mambo ya masoko. Kwa hiyo nampa G milioni 1 ukategemea baada ya miezi, baada ya mwaka mmoja G atakuwa na milioni 10. Wewe, hayo masoko hapo katikati ni noma. Hata hizi mambo za finance hivi unajua elimu ya finance ni kitu kizuri. Kuna watu wengi nimeona wakiwa wanafanya vizuri, wanawafundisha watu they are coaching them, they are doing master classes. Lakini kuna namna naona kama bado elimu ya finance yenyewe ambayo watu wanahitaji hawapewi. Kuna janja. Hapo ndo tunarudi kwenye nani syllabus ya education yetu Bongo bado haijafika. Yani bado tuna syllabus ya kijinga sana. Vijana wengi inabidi wapate elimu ya money management. Sure.
You said it right. Ndo kama ndicho kutoa mfano. Mkumbo, vijana wengi tunafuata mkumbo. Wao mambo ya UTT wako hivi so hii. Kila mtu UTT, kila mtu UTT, kila mtu UTT. Wakati hapo wanaowatajirisha ni UTT. Yaani kwenye hao walio invest 100%, 90% yao wataliwa hizo hela. Na watarudisha kile ambacho wameinvest. Yaani hapo 10% tu ndo watapata hiyo. Yeah. Mimi nilitaka kujaribu UTT, nilifanya research nikaona lakini yani ile sijui nisemeje. Yani inabidi uwe na hela ambayo uihesabia hata for 5 to 6 to 10 years. Hapo ndo kidogo utaona faida. Lakini wewe si umetoa 50,000 laki niweke UTT afu mwezi wa 6 nirudi nije nikitoe. Kama unaenda kubeti mwezi wa 6 nirudi nije kitoe kitakuwa 600,000. Hamna kitu kama hiko kwenye maisha. Na yule jamaa alikuwa anatoka Povu akazungumza akasema kwamba like the concept alozungumzia UTT ni kwamba UTT ipo kwa ajili ya kusecure like kiasi ambacho uko nacho for the future, like future. Yeah, UTT ni for the future. Yani kusecure kwamba okay, hichi kitu basi wewe ni hifadhie nitakikuta mbeleni. Yani UTT ni for the future, sio kwa ajili yani yani ukitaka mambo kama hayo ka invest kwenye biashara. Kwamba una invest laki, biashara itazunguka utapata 200,000 300,000. Lakini ukienda UTT ukiweka hela wewe jua umestore hela. Okay. Umesema biashara na imeona nikuulize hichi kitu. You have experience kwenye biashara kwa kiasi chake. And mtu akiomba kuulize labda like ni sehemu gani nzuri ambayo anaweza aka invest au akapata faida au ambayo unaona wewe ina faida? Kwa sababu sasa hivi kumekuwa na biashara nyingi, kumekuwa na real estate. We good? Yeah. Kumekuwa na real estate, kumekuwa na watu wengine wanafanya hizi mambo za kuinvest, kuna ma crypto, ma bitcoin, kuna forex. Kwa hilo swali unaongelea nationwide au worldwide au kwa region yetu ya Dodoma? Like I'm talking about Dodoma na Kitanzania. Like hivyo vitu vyote mtu akikuuliza like sehemu gani ambayo wewe uta choose like ambayo unahisi ni rahisi personally kwako kuifanya Dusko. Yes. Kupata Dusko. Ambayo you can risk yourself kujidumbukiza. Is it mining as mining ile kwamba physical kwamba uende like you una mine then you sell them, una own a plot au kufanya forex ambapo forex ndo zinaingia zote ma currency pia wanafanya madini ama kufanya real estate au kufanya businesses za kawaida ambazo ni like they are domestic businesses. Okay, let me talk hapa tuongelee nationwide. Okay. Nationwide cha kwanza mimi naona real estate inalipa sana. Okay. Yeah, sababu land haishuki thamani. Land inapanda thamani every single time. I've heard that a lot of times. Yeah. Yaani land inapanda thamani. Hata kama leo sasa hivi land umenunua 100,000. Ikipita hata month so 3 days or 5 days, western ukaiuza kwa hiyo 100,000. Utaongeza tu hata 150, 200,000 na itatoka. Umeona? Sure. Yeah. That's first real estate. Cha pili ni masuala entertainment. Okay? Masuala entertainment. Cheers. Bongo tunapenda ujinga mwingi sana. Yeah, na vitu vingi sasa hivi Bongo viko kwenye masuala entertainment. Yeah. Cha tatu na I think ni sasa sijui niweke kwenye fungu moja mambo ya logistics. Niseme kuanzia usafirishaji wa chakula, usafirishaji wa mizigo, usafirishaji labda na watu sema mabasi au mafuta, mambo kama hayo au sema transportation. Kutoa kitu kimoja kupeleka sehemu moja, kutoa mtu mmoja kupeleka sehemu nyingine. Hiyo pia kitu ni inalipa sana. Yeah, kitu pia inalipa. Yeah, na kingine anachosema sana ni agriculture. Okay? Agriculture and pastoralism. Kwa Bongo inalipa sana. Sasa hivi unajua wanasema don't believe everything that you see in the internet. Yeah, sahihi. Until you consult your own consciousness. And if you have one. Si ndio? If you have one. Like nimekuwa nikiona Facebook, Instagram and stuff. Watu wengi wakimotivate watu like they are inspiring them kwamba nye kaeni Kariakoo mnafanya winga na nini, si tuko huku like wamevaa boots, wako kwenye vitalu vya mpunga, wengine
wako kwenye vitunguu saumu, wako kwenye nini. Nimekuwa nikiona vijana wengi wakiingia huko na like nimekuwa nikijiuliza ni kweli like ile pressure ambao wana present ni kweli wanapata faida kiasi hicho, kwa sababu I've tried doing the business ya mazao na mimi najibu nitakalo kupa najibu kutokana kabisa na experience ambayo nimefanya. So actually mimi nimefanya kilimo pia. I think nimeshakwambia nilima nyanya. Yeah, I remember shule nyanya. Yes bro. Nilima nyanya ya. Sababu mtu anaweza akasingiza kwa mna maji no, kwa kuna kisima, kwa kuna land na kila kitu. Lakini agriculture agriculture sijui izungumziaje. You have to have money so you can do agriculture. Na yenyewe tuseme ni kama ulivyosema mwanzo, mtu anayekuja kufanya biashara Dodoma asiwe tu anakuja kujaribu. Wewe umejipanga. Sababu wengi wanaingia kwenye hii nani unakuta sawa anaenda kulima, analima eka 1, eka 2, eka 3. Hapo faida kweli huwezi kupata. No kesho. Sijui ulime ni mlimise leo. Hapo faida ni ngumu sana kupata. Ndio maana unataka kupata faida kwenye kilimo ulime eka nyingi. Yaani iko kitu ambacho unakifanyia ulime eka nyingi ili ije kurudisha na hapo wenyewe unaweza ukalima eka nyingi lakini ikawa imekula kwako. Sure. Sababu hiyo ndio issue ya kilimo. Yaani kilimo you lose or you lose you get. Yaani ile 100% you get. Mimi nilijaribu nikajaribu kucheza like wanaita walanguzi au middleman. Nikajaribu kucheza pale katikati nikaona at least is something. Kwa middleman unapata hela. There is no risk like mvua hajanyesha, mazao yaliona nini au nini au ile kwamba wewe you have your stock like unawaza mzigo kitunguu kimeoza, kiazi kimeniozea store. Like you take your order unapelekea mteja. Tena sometimes unafanya kama winga like hiyo simu tu. Na unahitaji gunia ngapi? Wewe una gunia ngapi? Na gunia 100. Poa basi like for this week wewe unaletea gunia 20 per day. Okay good. And then you consult watu upande wa farm and then unafanya hizo mambo za and stuff. Lakini kama ulivyosema kilimo I do believe mtu amejipanga. Kwa hiyo hata anyone ambaye unatizama huko usisukumwe sana na pressure ya watu kwamba wanakuambia wewe ni winga upo Kariakoo unafanya nini, kwamba uanze kuteseka sasa ukimbilie kwenye kilimo. Ndio kama ile hesabu ya matikiti 100 nakupa milioni ngapi? Milioni 10 si milioni 100. Go try that tickets and you see. I have a brother of mine amesha kufanya issue ya tikiti, alienda kufanya Tabora hicho mtokea na wakasema sasa uyui kuna yani ukipanda udongo uyui si nini na jamaa, imagine jamaa amesoma SUA, maana yake ana knowledge na ile knowledge. Sasa umeona ile agriculture, ndio maana watu wengi sasa wewe ni tu watu wenyewe wa korosho wanapohangaika na soko na ni zao ambao ni worldwide lakini mpaka leo wanahangaika na soko ya korosho. Sasa yeye mwenzangu na mimi leo kalime nyanya ndio unapata soko lakini usitegemee kwamba ndio unapata soko lakini usitegemee ile soko ambalo umeona mtu fulani anafanya. Na sometimes unakuta mtu anakuja anaanza kujiexpose kwenye internet, ameshafanya for 10 years 20 years baada anajiexpose kwenye internet. Mtu ana experience anajua sana. Siwe downfall atujazio. Mjona downfall katokea tu umeona amewin kafika. Basi mimi nachukua hapo real estate, nachukua mama au ndo tuna scroll sana kwenye internet ya getting brain rot. Okay, nachukua real estate shop, nachukua logistics, kuna agriculture na nini kingine nimetaja. I think nataja kama vitu vingine nimesahau kimoja vipi. Entertainment. That's good. Tukirudi kwenye issue ya vijana, umesema vijana wana lack elimu juu ya money management. Hiyo mimi nakuunga mkono kabisa. Kwa sababu mimi sidhani kama shida ni kiasi gani unaingiza. Sidhani kabisa. Shida ni management. Kwa sababu I do believe there are people ambao wanaingiza 500,000 600,000 kwa siku. Kuna watu wanaingiza 500,000 600,000 kwa mwezi. And then
mwisho wa siku after 5-10 years utaona na management ya mtu yule ambaye alikuwa anaingiza kwa mwezi, unaweza kumkuta na mafanikio makubwa sana tofauti na yule alikuwa anaingiza kwa siku. Kwa issue ya management, like people been getting money and spend them, na hisi hiyo pia inaanzia from family level. Unajua familia nyingi sasa, coming from humble beginnings, familia nyingi za Kitanzania zile za kawaida, tumekuwa tukiona nyumbani inapatikana pesa, inatumiwa yote, kesho anatoka anatafuta tena, kesho tena mtu anatoka anaenda kutafuta nyingine. Yaani ndio mentality tuliowekewa wa Afrika wengi. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni issue sana ya vijana kuambiwa kwamba like tukupe mkopo milioni ngapi au ngapi. Unaweza ukampa mtu mkopo milioni 10 and then after 2 years ukaja ukamkuta anakuwa maskini kuliko alipokuwa mwanzo na ana madeni baba. Sahihi. Kwa sababu ile inaenda kumexpose kwenye matumizi ambayo hakuwa nayo na anakuwa anaona kwamba hiyo hali unaelewa, like yeah, exactly. Unaona like yes, maisha yanakuwa inamuwasa. Hiyo inampelekea anaenda naimaliza, anaenda mpaka kwenye negative. Lakini kwenye management mimi nahisi tukipata elimu sahihi kuhusu manage money, hata watu wa bodaboda, like mtu yote ambaye anaingiza hela kila siku, ukiingiza 5,000 na hata bodaboda wanapata hela sana, lakini hivyo ndo money management ni wachache sana, na hiyo wanajua jinsi ya kumanage money. Imagine bodaboda akitaka kwenda sehemu anaweza tu akatafuta abiria kuelekea huko afakaenda, anaje kuleta nauli, akapata mtu akaenda naye na akapata hela, na wakati wa kurudi akapata mtu akarudi naye. Okay, tuseme labda Bolt hivyo. Bolt inakuwa inasaidia zaidi, lakini hata kama sio Bolt, ukiwa umepaki pikipiki za utumii mafuta, unapoa tu, unasubiri, unadaka mtu then you go. Lakini ukiwa na Bolt inakuwa vizuri, umeenda sehemu, daka mteja wako, unataka kurudi, unadaka mteja mwingine na mambo na Bolt. Lakini ndio hivyo, the growth. That's good, brother. I think bro, this is one kwa sababu we are just getting started. Life was Silly podcast ndio tunaanza hii. Kwa tunaondoka. I really want this each kitu kuwa like a culture. Kiendelee. Sahihi. Kiwe kama culture, kiendelee, ni kisiwe kitu cha leo au kesho, kwa sababu I'm not doing it for like I want clout or I just want money au vipi. Ni kitu ambacho nataka sibaki tukiwepo, like kama ulivyosema, endelevu na elimisha na wengine. Hiyo tu open space ya kupiga story. Mbona kama hivi we just have conversation and then we are not afraid of like being asked some kind of questions. Ingawa leo host alikuwa anaogopa kuuliza maswali fulani. Ashukuriwe Mungu tumempitisha mtu mwenye biashara na anapenda pesa, kwa hiyo amesahau. Na mimi nimesahau. Tunaweza kufunga kipindi sasa. Ama kuna maswali? I know I'm good, bro. I'm good. Umeanza kujitetea mapema sana. Mimi nimefurahi bro. Unajua maisha ni kitu cha ajabu. Kama tungetizama like 2026, ndio 18 years ago ilikuwa 2008. Kama tungeweza kutizama 18 years to come, sidhani kama tungeipata picha hii like sitting here in the like in the tunaita nini, bonfire area, like talking something so called podcasting. We don't even know by that time. Sahi. Kwa vitu vijulikana. The question is 18 years ago, where ulikuwa unajiona wapi sasa? Like ukipicture miaka 18 ijayo ulikuwa unajiona wapi? Au ulikuwa ukipicture unaishia miaka mingapi mbele? Let me sit there. No, okay, mimi hata miaka 15 ijayo sijui. Yaani sina ile picture well be, lakini matamanio labda. Okay, kwa kipindi kile, I mean sio kwa sasa. Kama kipindi kile 2008 wakati tuko school primary, ulikuwa ukijitizama miaka 18 mbele, au ulikuwa ukitizama miaka mingapi mbele? Ulikuwa unajiona wapi? Nilikuwa najiona ni pilot. Pilot. Look at me right now. Hold on. Really? Like a pilot? Right. Sababu hapo unaongea sema kama the dream I used to have. Do you know by that time I used to dream to be a pilot too? Okay,
That's good. Like when I saw the airplane, but the dream is still there. That's good. Unaweza ka accomplish sababu si bado. Kwa sababu age bado. Same at like a pilot so mpaka uwe dereva wa watu kama ile like you can own your own jet and stuff and ukawa una fly wherever in the world you want to go. Yes, kama South Africa na planes. Yani zile private planes niseme. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukachukua classes ukawa unaendesha hizo ndege ndogo ndogo. Mimi sio nazihitajege sijui commercial sijui nini yani zile za ndani kwa ndazi ndogo. Zile za ndani kama unatoka hapo unaenda Kia. Sio ile maboeing, yale maboeing utatudondosha mwana. Kwanza zile unajua gana count kwa like kwa experience. Una fly umefly kwa muda gani? How many hours did you fly? Yes. Okay, that's good. Mimi nilikuwa kipindi kwanza umekwepa swali langu. Umenijibu kidogo. You're playing with my mind. Okay. Malizie. I just wanted to be a pirate. Look at me right now. Yeah. Sasa sababu hapo nyuma sikuwa na nini. Unajua hatakuwa kipindi hiko kulikuwa kulikuwa kuna Mercedes na kulikuwa mna G-Wagon. Kulikuwa kuna few dreams. Sasa hivi kiniuliza coming years I'll tell you a lot man. So you are a Mercedes person, not a BM. Mi so Mercedes person, ila napenda G-Wagon. G-Wagon is specifically. Yeah. Okay. Stage Mercedes hizi ndogo ndogo. Hizi ndogo ndogo like. Unasikuaje? Yeah, that's good. Na mimi kipindi kile nilikuwa nikitazama like kuna picha nilikuwa naiona, nilikuwa naona nikiwa namaliza darasa 7 nilikuwa naona kama darasa 7 ni level fulani kubwa, yani kama nikimaliza darasa la 7 and then tenda secondary then I go to uni. You know, like life will go and then I will just get married. To who? Look at you now. Look at me now. I'm here. Kipindi yuko na plan hayo mambo maisha na kuangalia. Like you don't know the future and the destiny. But ukipewa nafasi, okay. Someone asked me this question yesterday. And someone is behind the camera. Okay, ukipewa nafasi ya ku time travel, uende in the past au in the future, utachagua kwenda wapi? Future. And okay, niko sivyo. And to note, kuna maswali mengine yataendelea baada hapo. Okay, umesema future. Why? Kwa nini niende past? Ni past sina kitu cha kurekebisha. Yeah. Yani sio niseme what happened already. Ndio kimekukavu nimekuwa hapa nilipo. Kwa mimi sasa ninachotaka kwenda ni huko future nikajue. Will I be a fucking billionaire? Okay. And then inakuja sasa another scenario like kwenda future and then kuna mawili. Ya kwanza kabisa ni kwamba ukienda future hautarudi tena nyuma. Fine. You're stuck in the future like, and then go on from there. That's good. And then kwa scenario ya kwamba unaenda tu kuona na kurudi, same you choose the future. Naenda na kurudi. I'll still choose future. Why should I go back? I hate yani maisha ya nyuma mimi sitaki. I want to be forward. I'll go to the future too. I do believe kwamba kama nilivyosema muda ule kuna utamu fulani hivi wa kuwa in the journey. Like the journey inatutengeneza like nikasema mimi nikirudi past nikarekebisha some sort of mistakes and then nitakuwa sifanyi haki kwa mimi huyu. Manake twist kitu kimoja sitakuwa mimi huyu. I'll be a very different person. And then am I doing right for myself? Like kama nitakuwa mtu mwingine maana yake I am creating a clone. I'm cloning myself. Hiyo ni nzuri bro. It was a very honor to have you. Thank you so much bro. I'm glad you came. I'm glad umepokea mwaliko. And we did this podcast. Zingine zitakuja. We are still doing a life silly thing. Bro. To get like this and then tutazidi kuendelea kumodify as time goes. But I really wish people to make conversations. Na sio tu on camera, lakini hata off camera, kwa sababu mazungumzo huwa yanasaidia sana watu.
Unajua watu wengi wamekuwa wakienda na moja kichwani. Like mimi sijakuuliza kitu lakini na assume. Unajua tunashika Mungu kwa assume hiyo kawaida sasa hivi kwa maisha ya sasa hivi. Mtu unamwashumu unamchukulia unasema watu wachuga wanakuambia unanichukulia poa. Unanichukulia wewe kwamba sijakwambia mwanangu nisaidie hivi. Lakini ashumba jamaa atazunguka sasa hivi. Even same kwenye mahusiano. Watu wanaingia kwenye mahusiano bila makubaliano. Na mahusiano ni makubaliano. Mtu anakuja anasema amechitiwa wakati kulikuwa hamna makubaliano. Maana yake literally kulikuwa hamna mahusiano. Maana yake sasa umechitiwa, mtu amekiuka makubaliano. Yapi? Sahihi. Ndio hapo hamna makubaliano kwa. Na ndio maana marriage nyingi za sasa hivi zinakata moto. Vijana wengi tunaingia kwenye mkumbo kuoa. Huwa napenda kutengeneza it's like a game, lakini ni kama faida kwa All Life Asili podcast community. Okay. Kitu kimoja ambacho wewe ungetamani kukichange kwenye haya maisha for the betterment ya ulimwengu ni kitu gani ambacho ungetamani kukibadilisha? Ulimwengu mzima kwangu mimi personal. Ulimwengu mzima brother. Like saving people. Let me summarize. Ngoja ni rahisishe kidogo. Ni positive impact gani ambayo unahisi haijafanywa na watu, au huwa ukiangalia unaona kuna kosa sehemu kwenye maisha in general ambao unatamani kama kuna mtu angeenda kufanya hivi? Tukiingia kwenye hiyo mada tutaanza kuongelea siasa. Okay. Wala siasa hiyo ni kwenye politics. Focus, politics. MF. Uwezo kukuta mtu anaendesha Land Cruiser 300. Alafu kuna mama yuko na mtoto mgongoni, amebeba kidumo kindoo anatembeza matunda. That's weird. Yaani wewe unajifikiriaje? Yaani unatoka umeiba billions ukanunue gari wakati kuna mtu anakosa hata chakula cha siku na ana watoto. There is no balance. Yeah. Sasa kama hiyo ni balance ya maisha kwa Afrika, hiyo ni wanasiasa wetu wanafanya haya mambo. Yeah. Okay. Wani viongozi wetu yani na uwezi kuchange. Sasa ndo hali ndo kila mwanadamu alivyo, I don't know. Yeah. Kwa hiyo ningeweza kuchange, ningechange. Ungeweza kuchange, ungechange hiyo kitu kwamba like unajua kuna vitu ambavyo hata mimi pia nimewahi kuona hiyo kitu. Unajua kuna vitu ambavyo ni mahitaji muhimu sana ya binadamu, like kuna vitu ni very basic. At least kila mtu aweze kupata kwa afford. Aweze kupata. Yeah. Unasema maskini upo hata nje, lakini sio kama huku kwetu. Maskini huku kwetu tunatengeneza wenyewe. AI. Artificial intelligence yetu wenyewe. Yaani tunatengeneza umaskini wenyewe. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho mimi ningetamani kukichange. Lakini ndo hivyo uwezi. That is very powerful. Okay. Life Asili podcast episode 10. Is it 10? Yeah. Episode 10. We're down. I'll see you. Until next time.